Tolati. Naam baba. Mwanangu nakutegemea sana. Maua sijamuona, yuko wapi? Baba, mimi niliondoka hapa asubuhi nikamwacha ndani anajisomea. Sijajua yuko wapi. Kwani kwenye chumba chake umeangalia baba? Ninapokuuliza sijakurupuka tu. Kama mtu mpumbavu. Ninapokuuliza vinajitambua na jielewa kwamba Maua hayupo ndani. Ndio maana nimekuuliza Tolati mwanangu. Ambaye nakutegemea. Maua yuko wapi? Baba, labda tumuulize mlinzi, maana ndio kazi yake kulinda geti. Nawisha mwambia Maua hataki kutoka nje. Sadala. Na mbusi. Maua yuko wapi? Maua yuko wapi? Wewe si unaulizwa na baba bwana. Maua yuko wapi? Maua alikuwa ndani huko. Hayupo ndani Maua. Kwa mimi muda niloka hapa getini. Muda wote. Na hapa dakika 15 namtaka Maua awe ndani. Umenisikia Tolati? Ndio baba. Umenisikia Sadala? Ndio bosi. Na hapa dakika ngapi? 15. Namtaka Maua awe ndani. Baba, lakini ameshakuwa yule baba. Hapana. Huwezi kunipangia kwangu. Wewe upo kwangu, fuata taratibu za kwangu. Umenisikia? Sawa. Namtaka Maua. Umenisikia Sadala? Ndio bosi. Wewe ni mlinzi na nishakwambia siku zote. Unakumbuka juzi kuna kijana alikuja hapa? Ndio bosi. Na nilikwambiaje kuhusu yule kijana? Asipazoe tena hapo. Na nilikwambia kama vijana wataendelea kuja hapa kazi itafanya nini? Itakushinda. Sasa leo Maua hayupo ndani. Namtaka Maua na wapa dakika 15 Maua awe ndani. Baba na. Wewe mwanangu unazingua yani. Yaani binti sister anatoka hapa hapo naangalia mwanangu. Unazingua sio fair au umeona sasa kazi anayotupa. Hiyo kazi ni yako mwanangu. Siku nyingine mwanangu unakuwa makini mwanangu. Unalipwa wewe. Nilikwambia kabisa kwamba unaokasemea madoa. Afu nyewe ni mashati ya ulisi. Mnakuwaga wabishi sana nyinyi. Nilikwambia kwamba Maua na Kapero wanakaa ukaribu. Sasa Maua amepotea na haijulikani yuko wapi. Na unamjua baba yake akikukuta nani tu. Maua ni mtu mzima. Alafu pia Kapero ni mtu mzima anayejitambua. Wewe usikonebeti mimi Maua leo amepotea, mimi itakwenda nihusu. Inakuhusu nini? Si nilikwambia kabisa kwamba Kapero yule anajiingiza kwenye matatizo, unielewe. Haya sasa. Maua haijulikani yuko wapi. Na ikijulikana kama amekimbia na Maua, kitakachojiri mjesepo. Rafiki yangu Kibati. Kama bahati tena nikutana naye hapa. Kwa sababu nazijua zako. Lakini kuna kitu kiko sawa. Unajua dadangu anakera sana. Yeye nikaanza kupanic tu eti kwamba niachane na Maua. Na yeye anaelewa kwa nawe kabisa, anaelewa kwa mimi nampenda sana Maua. Kwa mimi swala sikulipenda. Yaani mpaka anapozungumza mimi yani sikuwa namuunga mkono. Eti imagine. Wewe ingekuwa dada yako anakuelekeza haya yote, ungelichukuliaje rafiki yangu? Inaboa tena inakera mno. Ameniboa sana. Nashukuru sana kwa kujua njia zangu. Lakini unajitoa ufahamu kwa mimi na wewe urafiki umeshaisha muda sana. Au unajishaurisha kwamba ulikuja nyumbani na kunitukana? Ulikuja nyumbani na kuniambia kwamba mimi sina tena thamani kwako. Kapero. Ulinitukana juu ya huyo unimwita Maua. Akati nilikuwa nakupambania mwenyewe. Lakini ambe nilijua ni rafiki yangu kipenzi. Kwenye shida na raha, kwenye mazuri, kwenye kila kitu, tunacheka, tunafurahi, akalisahau hilo. Na kuja kunitusi. Tena mbele ya nyumbani kwetu, mbele ya mama yangu na akiwa ndani anasikia. Akati mama yangu pia huyo. Hakutaki wewe Kapero pale nyumbani. Akijua mwenyewe unaniteketeza na nipeleka kwa mabaya kupitia Maua. Lakini leo hii mimi kwa utu wangu na kupambania wewe rafiki yangu Kapero. Lakini nafikia hatua unaniona mimi sina thamani. Mimi sina thamani kwa sababu ya kupambania penzi lako Kapero.
Sababu ya kufahamia penzi lako. Basi, unajua. Sidhani kama utakuwa na muda chochote unaweza kunizungumza nikaelewa, Kapelo. Sidhani kama kuna kitu ambacho unaweza kuniambia. Unajua mangapi nimepitia juu yako? Kapelo, unajua ni mangapi nimeteseka juu yako? Na hiyo unakuja nyumbani na kunitusi mbele ya mama yangu. Jinsi gani mapenzi yalivyokutawala na kukuandama rafiki yangu. Ukubwa wa barabara si njia kwamba kila mmoja anaweza kupita kwa wakati wake. Hata tukiwa wengi tunaweza tukapita kwa wakati mmoja. Nikiwa namaanisha kuwa hata ungekuwa wako wengi wanaomvizia Maua wamepigwa risasi. Nimeshasema kuwa Nania Kapelo ameshaamua kuwa kama doa. Tuliache doa lake liendelee kustahimili namna hiyo hiyo. Nimeongea kwamba wenye mashati ya ulisi nyie ni wabishi sana. Sasa endelea na huo ubishi wako. Sasa hiyo siku ambayo atakutanika yupo na Kapelo. Alafu wewe sikia. Narudia tena. Samaki anayefunga mdomo wake huepuka ndoano. Naomba ufunge mdomo wako.